Naitwa Reila, umri wangu miaka 28. Ni mfanyabiashara wa kawaida na miliki duka la vipodozi. Kabla nilikuwa nasoma, lakini nilipoona mtaani kwetu kuna wasomi wengi na hawana ajira, nikaamua pesa ya mkopo nitunze kama mtaji pindi nitakapomaliza chuo mambo yakiwa mabaya nifanye biashara. Ikawa hivyo, japokuwa wazazi wangu hawakuwahi kujua mpango wangu ukiachana na elimu. Katika harakati zangu za maisha ya kila siku, nikakutana na Karim, mwanaume ambaye alikuwa fundi magari. Ukimwona amevalia vizuri ni msafi na mpole, lakini huwezi kujua kama anafanya kazi gereji. Nakumbuka mara ya kwanza nilikutana naye, wakati nilikuwa nimefuata mzigo kwa mara ya kwanza kwa ajili ya biashara. Yeye alikuwa duka la pili kutoka kwa mdogo wangu, ambapo nilichukua mzigo. Baada ya kumalizana na muuzaji, nilipotoka tu ndani ya duka, akasogea na kunitazama sana. Alitabasamu kisha akanisalimia. Niliitikia kisha akasema, naona una mzigo mkubwa sana, ambao huwezi kumlipa mtu akubebe, itakuwa pesa nyingi. Ngoja nisogeze gari karibu nikubebee. Sikumwamini, maana kwenye hili jiji wanaojifanya wema ndio wezi wenyewe. Lakini nilikaza roho nikamsubiri, na baada ya muda mfupi nikaona akileta gari. Alibeba mzigo wangu na kuuweka kwenye gari kisha akafunika vizuri. Gari hilo lilikuwa la mteja wake aliyempa kwa ajili ya matengenezo. Tulipanda kwenye gari na kuondoka. Nilimpa maelezo kadhaa hadi tukafika kwenye fremu husika. Alinisaidia kushusha mzigo na kuweka ndani kisha akasema, ukitaka nikusaidia kupanga na tamani, lakini naona muda wangu hautoshi, hivyo wacha nikuage. Nilitabasamu na kumshukuru kwa msaada wake, lakini nikamwambia walau basi nimpe hela ya mafuta, lakini hakutaka kupokea na kusema kuwa ilikuwa msaada tu na hakulazimishwa kufanya hivyo. Akaondoka zake. Nilihakikisha mzigo kabla ya kuondoka, na usiku kama saa 2 wakati nataka kufunga nikapumzike, nikamwona tena yule kijana akiwa amesimama mbele ya duka langu. Nilishangaa sana kumwona, lakini yeye aliponiona akatabasamu na kuniambia, nisamehe sana, lakini mara ya kwanza nilisahau kuomba mawasiliano yako kama hutojali na kufahamu jina lako. Nilitabasamu kisha nikamwambia jina langu ni Reila, naye akasema anaitwa Karim. Baada ya hapo tukaongozana kwa muda tukipiga stori, nikafika nyumbani na kumuaga kisha akaondoka zake. Siku ya pili nilipoamka nikaenda dukani, lakini nikaambiwa kuwa duka langu limevunjwa na kila kitu kimeibiwa. Nilihisi kama vile dunia inaniangukia. Kusema kweli, duka hilo lilikuwa ndio kila kitu changu, lakini ilikwisha tokea na sikutaka kumpa lawama mtu yoyote. Japokuwa watu waliotuona mimi na Karim walisema yeye ndiye mwizi, sikutaka kumtupia hizo lawama kabisa. Zilipita siku 3, sikupokea simu yoyote kutoka kwa Karim na sikumuona kabisa. Nilianza kuwa na mashaka kuwa huenda ni kweli. Lakini jioni ya siku hiyo nilimpokea Karim akiwa hayupo sawa kabisa. Nilipomuuliza, aliniambia kuwa tangu siku tulionana na kuagana, aliugua ghafla na bado anajisikia vibaya. Kwa jinsi nilivyomuona na alichonieleza, ilikuwa wazi alikuwa mgonjwa. Aliniambia kuwa anahitaji msaada wangu kwa sababu anaishi mwenyewe na hakuna anayemhudumia. Nilikubali aishi kwangu, sikuwa na jinsi. Alikuwa mpole na kila nilichopika alikuwa anakula mpaka alipokuwa sawa. Siku 4 baadaye, akaniambia anataka kwenda kazini sababu anajihisi ahueni. Nilimuomba sana asiende, lakini alisema kuwa anataka kumalizia kazi za watu. Nilimuuliza kazi gani ambazo haziwezi kusubiri mtu apone, akasema ni gereji. Sikumuamini kabisa hadi pale aliponielekeza anapofanya kazi. Nilitaka kuhakikisha kama anachosema ni kweli au la. Mchana niliandaa chakula na kwenda nacho gereji aliponiambia. Nilipofika na kumuulizia, aliitwa na alipokuja alikuwa amechafuka sana hadi usoni. Nilijikuta namhurumia sana. Nilijaribu kumfuta uchafu uliokuwa usoni kwake, lakini alinizuia na kuniambia haitoki mpaka atakapooga.
Nilimtazama kwa huruma kisha tukakaa sehemu nikawa namuuliza kama yupo sawa. Naye alisema anajitahidi kuwa sawa. Basi nilimlisha chakula kwa mikono yangu maana mikono yake haikuwa salama kugusa chakula. Baada ya kumaliza nilimuaga na kuondoka. Niliwaza sana kuhusu Karim maana sikuamini nilipomuona kwenye hali hiyo. Jioni aliporudi alinishukuru sana na kuniambia, "Rayla, leo umefanya kitu kikubwa sana kwenye maisha yangu." Niliulizwa na wenzangu kama tuna mahusiano, lakini nilishindwa kutoa jibu la moja kwa moja. Lakini naomba nikuambie kuwa nakupenda sana na nahitaji kuwa na wewe kama utakubali. Nilihisi faraja na sikumjibu kitu zaidi ya kumkumbatia kwa nguvu sana kisha nikamwambia, "Huna haja ya kuniuliza kama nitakubali. Nakupenda sana, nimejifunza kupenda tena kupitia wewe, nimejifunza huruma kupitia wewe ulipokuwa unaumwa. Karim, nakupenda sana." Alinikumbatia na kunishukuru kwa kukubali ombi lake. Itaendelea.